Clouds TV, empowering lives. Mara munasema sijaokoka, mara munasema bado mugeke ijaingia, mara nasema ninafaa kukaa chini miaka ingine 10 chini ya mtu mwenye ako na mafuta aniree tena ndio nikuja vizuri. Mara munasema si ati nimeleta wakulino kwa kanisa. Sasa si ukuje wachukue wapeleke kwako. Ati ameleta wakulino kwa dini. Sasa niliwatoa kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine wasikia nasema ati ako na tushosho tumejaa kwa kanisa. Kuna shosho yako wako hapa. Kama kuna shosho yako kuja uchukue muende na yeye. Lakini nitakaa na hawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Because I know these people where they can take you. They might have nothing, pesa. Kwa sababu mimi sitaki pesa, niko nazo. Mimi niko na pesa. Sio sadaka, sikai hapa ati joke ati nigoji kia kanyamu. To pesa dena kwa mute. Kama goda dena kega, kanyoba dena kega, akali ne dwalida kega. Hizo ndizo zinafanya kama mhubiri afeki miracle. Kuvuruga na miujiza ambayo haiko mpaka mtoe pesa. Sunday jayo ninasema kuna watu 6 Mungu ananionyesha hapa. Kaburi imeteremka kwao. Na ndio tuondoe hiyo kaburi. Sunday chika barua iko bahasha. Lete bahasha stone. Chika bahasha kama hii. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninatangaza na weka malaika wa kuondoa kifo hapa ndani. Wewe kifo, ninakuondoa. Mwenye anataka kifo iondolewe kwa maisha yake, chukua bahasha. Na kuondoa hii kifo ni shilingi 10,000. Sunday mulete hapa. Sasa watu wote hapa mkileta 10,000, si Sunday ingine nimeweka deposit ya gari. Alafu mimi nakuja naambia Bwana amenitendea miujiza. Sema amen. Iko ile kifunguo, leta ile kifunguo yangu. Bwana amenitendea muujiza. Unaangalia hii nini? Ni chuma. Na muujiza ni alikuzia uoga. So I'm beyond that. I'm not that class. Mimi sifurahishwi na umati. I'm never scared na umati. Mimi si ule wa kufurahia ati nikiona viti vimejaa. Aya todiete komwe. Are we in the same journey? Are we heading to heaven? Ama ni mikora imejaa kwa nyumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Because God alinipitisha kule, alinipitisha ndio niwe billboard ya kulete watu kwenye ufalme wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kila mtu, there is a reason for you to have been created the way you are. There is a reason for you to have been made the way you are. How to defeat black power. Because it is in the church black powers is more effective than out there. Ukaitishwa mse, ukiget your arogi, siku utaitishwa wachawi. Usiende kuwatafuta nje, ukuje hata hapa kwa hii kanisa yetu nikutolea 10. Na sitaenda bali nikusema wewe kutoka hapa mpaka hapa fuateni huyu mse. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu in the church, that is where we have challenges of witchcraft. In the church. Kwa sababu wamesoma Biblia, baka wameenda kwa manabii, wameenda kwa madiviner, wameenda kwa watu aina ya kila waganga ambao ni mapasta. Anakuja tu mnakaa kwa boardroom tu hivi, anakuangalia na jicho, maana ameprogram uchawi yake ndani ya jicho. Unaona mtu anaanza kubreathe, anaanguka, anabigirika, anaanguka chini. Na mko kwa boardroom, na hiyo mtu anakuita Bwana asifiwe, mwadhani ya gosho. Lakini ni mchawi. The difficulties of life and the challenges of many Christians, it is the witchcraft in church. Tari kuliko wale wachawi wa kule nje. You better face mchawi. Unajua yule mama anakuanga mchawi. Sasa unajua yule mama anakuanga mchawi kuliko huyu dada ambaye ni mwokofu na ni mrokole na ako hapa. Na hata tumia kitu, atatumia maneno yako ndani ya Biblia. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana wengi tumefungwa kupitia kwa maneno yako ndani ya Biblia. Maana Biblia ndio ilizaa mchawi, Biblia ndio imezaa waganga, Biblia ndio imezaa
Biblia ndio imezaa kila kitu unaona dunia hii, kimezaliwa na Biblia. Catholic ni Biblia, PCA ni Biblia, Mokorino wa Kereba Getune ni Biblia, Reje Maria ni Biblia. Hakuna kitabu kingine, ni one book, Biblia. Na hiyo ndio imetumika kuvunja kazi, maana hawa wanajua kutumia maneno katika Biblia kama wale sasa wanajua kutumia ni Psalms 109. Ndenda kumufundithia arogi agoko kanitha eno. Sitafundisha na warogi wa nje, nataka kufundishana na warogi wa nini? Wa hii nyumba. Maana ni wengi, hata mimi wameniroga. Kuna kama mmoja hapa kanisani ako na watu ana coordinate na wao kule nje. Bwana asifiwe sana. Ako na watu ana coordinate na wao kule nje. Sasa akikuja, kuna venye ukiingia uende kwenye madhabahu, for example, sasa hapa akuje, ameambiwa venye, kwa sababu walikuja wakamark territory, akuje hapa apige magoti na anaambiwa maneno ambayo atakayoyasema. Sasa huyo mama anakujanga immediately, akikuja kitu cha kwanza atakuja hapa, ama akuje hapa, ama akuje hapa. Kisha akimaliza atawapigia simu ndio wampatie the next instruction. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ako na wanabii, anawasema ni wanabii wako kule nje ambao wanampatia venye ataomba akiwa hapa ndani. Sasa unaona huyo sasa ni mchawi. Wewe utafikiria ni dada, wewe utafikiria umepata mshirika mzuri wa kushare na yeye matatizo yako, kumbe umefungulia shetani aelewe wamekupiga mpaka wapi ndio waongoze ama watoe. Answer verse 6. Appoint an evil person to take my enemies to court. Bwana Yesu asifiwe. Ni mule kwa kitu kwa shosho. Shosho roda. Ni kwa kitu kwa weka Kiswahili. Sikia vizuri. Sababu leo lazima niwafundishe wachawi ndani ya nyumba hii. Maana hii kitu imenisumbua mpaka sasa nimesema wacha tuende head on. Si ndio? Wacha tuende head on, tubaki watu 5 tutengeneze kanisa. Badala tukue na watu 1000 that are with tutiri hamwe nao. Kuna mama mwingine hawa wao wa shosho. Alikuwa anakuja na gedito na muona tu venye anafanya. Anakaa pale, yani mchaya, hata aliniambia tulionge, nilimuita kando siku moja nikamuuliza. Nikamwambia venye anakuaga mchaka, akaniambia ni nigutigiro datigiro rogi. Mimi hii niliachiwa. Nimejaribu kuiacha, imekataa. Nikamwambia unataka kuiacha leo? Akasema ndio, ikiwezekana nitawacha. Mimi nikamwambia kuja hapa, nikamfanya pop mara moja ikaisha. Sasa hizi tunakutana naye ananiambia ulitoria. Sasa wachawi, umweke mtu mkorofi juu yake mshtaki na asimame kulia kwake. Yaani anambia Mungu nitafutie mchawi, uniletee mchawi ndio apigane na maadui yangu. Ni utakiulie mundu ucio ni mutumia murata waku hau no akohoyage eraga Ngai akocererie morogi akorogage. Yeye sasa hata kuwa kwako, hata kuwa na wewe, lakini amekuachia mtu wa kukuchunguza, mtu wa kukaaga akiangalia. Yeye ameenda, lakini mahali popote utaenda, kufukenda kazi, ukiajiriwa kazi, kitu ya kwanza utakutana na wachawi na hiyo kampuni. Ukienda kanisa kama hii, kitu ya kwanza utakutana ni hao wachawi. Ukienda kwenu nyumbani, kitu ya kwanza utakutana nayo ni wachawi. Ukienda mahali popote, because it has been programmed. It is a program. Uchawi, it is a program. 109 verse 6 ni kuprogram, ameprogram. Na hiyo program itakuandama mahali popote utakuwa ukienda. Hata ukipata sasa huyu ni mke wako, utakuta because huyu alikuprogram uandamwe na mchawi, utakuta mke wako ni mchawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kale kasichana utakutana nako kametoka kwa familia ya uchawi, na doge you will never resist, lazima utamuoa. Ukifungua biashara hivi siku ya leo, mahali umefungua neighborhood, utakuta ni mchawi, na mtaanza vita the very day.
ukienda shule secondary ama uende university, ile desk utakaa, the next desk ni ya mtu mchawi, because a program has been hatched, has been created to monitor and follow you. So wherever you go, ukifungua kanisa kama hii, kitu ya kwanza wale watu watakuja wa kwanza ni wachawi tupu, because there is a program that keeps following you. Whatever you do, whether in business, there is a program. In marriage, there is a program. In church, there is a program. Mahali popote, because it was programmed with a scripture. Hakuna uchawi mbaya hiyo programiwa in a scripture, because that has been sealed with a scripture. Then maana wanajua uchawi, watanena maneno hayo yote, kisha wanawekelea nini? Dhabihu, to seal the program, to capture. Katika kuhukumiwa ataonekana hana haki, na sala yake itadhaniwa kuwa ni dhambi. So whether you speak the truth, whether you walk in the truthness, whatever position you position yourself, kila kitu chako kitahukumiwa, utaonekana hana haki. Hakuna haki utapata. There is nothing. And that is how mwezi huu, last month mpaka mwezi huu, Kenya was programmed na watu wanaitwa Halloween. So nothing could have happened that is successful, that is godly. Nothing. Hakuna kitu. Na ndio uliona wali mpaka mipango ikaingia tarehe 1 mwezi wa 11. When number 11 is a double-edged sword, it can go either way. Na wakati ruling judgment ya Gachagua iliwekwa hiyo date, mimi nilijua kimeumana. Maana that is night ndio inakuanga dinner ya Halloween. That night ya 11 ndio inakuanga dinner ya Halloween, and that is, hiyo ndio Halloween ni uabudu wa shetani, ni Christmas ya devil worshippers. Sasa nimeona mama ameniangalia na nataka kujiuliza Halloween ni nini. Mwezi huko Europe saizi wamevaa mavitu za black, wana celebrate shetani saizi. Sasa kama una mtu wako kule umuulize, hata wao wanalazimishwa kucelebrate shetani. Ninataka mwezi wa November, mwezi wa Oktoba mpaka karibu December ndio wana celebrate Halloween. Sasa ndio wanamsifu, ndio wanatolea shetani matoleo. Ndio sasa kafara zinafanywa. Sasa ndio wana program dunia. Sasa ndio wana program kila kitu kwa mwaka mzima. Lakini sasa sisi wa Kristo tukienda Christmas kukula ni kukunywa pombe na kukula nyama. Hawa hawakuli, wako na special dinner for special occasions, for special purposes, dedications. Sasa ndio wana dedicate watoto wao, sasa ndio wana dedicate biashara zao, sasa ndio wana dedicate inchi. Kama sasa Kenya ndio uliona mkubwa wa CIA alikuwa Kenya, mkubwa wa M14 ya UK alikuwa Kenya, mkubwa wa Mossad alikuwa Kenya. Maana that night ndio walikuwa na Ruto State House kuprogram Kenya. Na hawakasemekana wakapatiwa kiwanja, wajenge kiwanja ya ndege kule Northeastern na Mada Islands. Wamekubaliwa sasa. Sasa vita vya Second World War itapiganwa kutoka Kenya. Ni Third World War itapiganwa kutoka Kenya. Na ndio unaona wanasukuma Kamara aingie huko. Kamara akiingia, na unaona waliigiza huyu, walitaka kuigiza huyu na waigize yule. Hii kwa sababu iliingia Kenya ndio determine kule Amerika venye kunaenda. Ndio uliona waliita kijana akaenda huko, wakamuvalisha maguo, wakamuvikisha, wakamweka dhobe, lakini ikakataa kufanya. Ndio maana walikuwa wameweka Obama, maana ni mbegu ya Kenya. Lakini wakakuja kurealize ni mbegu ya Kenya ambayo haiwezi kutolewa dhabihu, maana is not circumcised. Bwana Yesu asifiwe sana. Walimuita Uhuru akakataa. Lakini huyu kijana alienda na akawekwa manguo mzuri. Kisha bado wakagundua this is not the Judah family they are looking for. Wakaita huyu number 2 aende, akakataa, akaleta ujeuri.
nao wakasema lazima tukung'oe. Na ndio uliona target ilikuwa ni mlima, maana huko ndio kuna Juda, na wakishika mbegu ya Juda wamekamata Amerika na wamekamata anga. Maana Juda wakishirikiana na watu wengine wanaitwa Wamasai ambao ni, Juda ni Masai na hawa Mount Kenya ni Walawi, ni watu wa kufanya kazi ya Mungu. Wakiwashikanisha kisha wameweza kuinua madhabahu dunia mzima ya one world order. Kenya is the determinant. It is a program that will keep following you wherever you go. Not unless upate mtu wa kukupatia ufunuo. There is a program. Maana hata ukue mwokovu, lakini umeprogramiwa kwenye uchawi. Hata ukue pastor na ukue umeprogramiwa kwenye uchawi. Hata ukue nabii, lakini there is a program over you ya uchawi. Wherever you go, wewe mwenyewe utakuwa uchawi. Zile words utaachilia ni uchawi. Kuna watu wamezaliwa ati akikuja kanisa hii lazima atafuruga, maana yeye mwenyewe amezaliwa akiwa mbegu ya kiuchawi. Kama huyu mzee rafiki yangu kwa wapi? Huyu babako wewe unaufanyanga kazi gani? Mimi ile kazi nilikuwa nafanya nilikuja nikafunga baadaye. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu kubwa. Gani? Baada ya kuokoka nikaanza kutumikia Yesu na Mungu. Kabla ya kumtumikia Yesu ulikuwa unafanya kazi gani? Nilikuwa daktari wa mitishamba. Na kuganga watu. Na kusoma akili za watu. Na kuangalia nyota ya mtu. Na kuangalia nyota ya mtu. Yeah. Yes. So baba nani alikuachia hiyo kipawa yangu? Nilikuja ngachua na baba yangu wadogo. Baada ya kuaga wote wakaaga wakakuachia. Nikaachua hiyo kipawa. Sasa ukija kanisani mwanzo ulikuwa umekuja kwa sababu gani? Sasa kuja kanisani mimi baada ya kufunga hiyo kazi yangu nikaachana nayo nikaacha. Sasa niliamua kuja kuanza kutumikia. Kabla hujaanza, maana haukuja kutumikia mara moja. Ulijaribu kung'ang'ana na mimi kidogo. Sasa kung'ang'ana. Mimi sikutaka kung'ang'ana na wewe isipokuwa so alikuwa amekuja kuprogram. Lakini kumbuka si yeye mwenye program ile. Baba zake wadogo walipoaga walimwachia. So akawa programmed. Akiona mtu wote wa Mungu lazima ajikute hapo, lazima aende avunje hiyo kazi. Maana ana imani ya kwamba huyu mtu amekuja kuharibu kazi yake. Unanielewa sasa? So ndio wachawi unaona wanainuka. Kwa sababu katika ulimwengu wa kiroho kuna wale wameekwa kuangalia territory hii. Wameambiwa Muthaiga na territory ama nyumba hii. Kama mfano hii barabara inaitwa Railway Lane mpaka Heleslasi, mpaka hizi nyuma huko Marikiti huko chini. Kuna watu ama waganga wachawi wameekwa kama territorial guardians, ambao kazi yao ni kumonitor biashara za watu, kazi yao ni kumonitor makanisa, kazi yao ni kumonitor chochote ambacho kinafanyika hapa. So they are responsible. Chochote kikifanyika wao ndio wanaulizwa. Hiyo kanisa ikianza mlikuwa wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. These are demons ambazo zimetengenezwa, monitoring spirit ambazo zimewekwa kwa eneo hili. Na katika eneo liko na wakubwa ranks ambao ni waganga wakubwa ama demons kubwa kulingana na tabaka zao. So nikiingia, wakati niliingia hapa, kitu ya kwanza tulianza kupigana nacho ni nini? Tulianza kupigana na wazee mizimu ambayo inatawala anga hii. Kila mahali unapoenda kuna anga ambayo inatawaliwa na mizimu ya huko. Na hiyo mizimu ndio wachawi, na ndio waganga, na ndio warogi. Na kazi yao ni kuhakikisha hakuna kitu kitaingia bila ruhusa. Wanaokubaliwa kuingia hapa ni wale ambao ni wao. Lakini kukiingia mtu ambaye si wao, watainuliwa madini
demons ambazo zitakuja kukuangamiza, zifunge biashara yako. Ndio ukianza kila kitu kinaanguka, ukianza ndoa inaanguka, ukipata kazi inafutwa, ukipata kile chochote unachokifanya hakiwezi kufaulu. And more especially hapa, this is a marketplace. Na mugeko mnasema agotire donyo tariki mugoroki. Every mugoroki ni anakuanga altar ya kubeba mauchawi. Ndio naona kila soko iko na mwenda wazimu, ama kila mtaa uko na mwenda wazimu, maana huyo ndio altar, the custodians zimewekwa kwake. Sasa wale madimoni wengine wanaoperate, wakihitaji ya kufunga kazi wanaendaga kwa mogoroki wanaitisha, wakihitaji ya kufuta mtu kazi wanaenda wanaitisha, maana huyo amewekwa mahali hapo akiwa custodian. Wakati Yesu alishuka kwenye lile boti lake, kushuka tu, yule mogoroki alikuwa pale, alimwambia mwana wa Daudi usinimalize. Akamuuliza wewe ni nani? Wakamwambia we are legion, sisi tuko wengi. Maana alikuwa amewekwa pale. Kumbuka kale kamama ambako kalikutana na kina nani, Paulo na Sila, kalikuwa kakifuata Paulo na Sila mahali popote wanaenda, baka Paulo na Sila akakasirika, wakatoa demoni ambayo ilikuwa ndani ya huyo mama. Walipotoa demoni ambayo ilikuwa ndani ya huyo mama, nini ilifanyika? Wenye huyo mama wakatokelezea, wenye huyo mama wakatokelezea, wakamkamata Paulo na Sila, wakampeleka kwenye soko. Hawakumpeleka polisi, wakampeleka kwenye soko, maana kwenye soko, that is where demons, hapo ndio factory ama reservoir ya kuweka demons. Kwa hivyo demons zinakuanga stored, zinakuanga zimewekwa katika eneo fulani kwa ajili ya makombora, kwa ajili ya vita ambavyo vinahitajika kwa wakati huo, kwa ajili ya mipango ambayo wako nayo, ambao wanataka watu accident ifanyike hapa. So demons zitaletwa kama miezi miwili awali. Bwana asifiwe sana. Zitaletwa miezi miwili, na kuna mtu atatafutwa hapa zikae ndani yake until the day of execution. Ndio unasikia Mombasa Road kwa kichaka kuna black spot, maana hizo demons haziko huko, ziko kwenye mji ulio karibu. Mwenye ako nazo ako kwenye mji ulio karibu. Sasa usiku ndio watamtuma aende kwenye black spot, kisha adeposit demon za accident hapo. Ukiuliza watu wengi walifanya accident, wanakuambia kulitokea mama nikakanyaga break lakini sikuona kuli alienda, kulitokea punda nikakanyaga break, kulitokea kitu mtoto nikakanyaga break. Maana demon hiyo iliwekwa hapo ikiwa na sura ya mtoto ama sura ya mama ama sura ya mnyama. Kila eneo liko na mizimu. Kila nyumba Nairobi hii iko na mizimu, iko na wale watu watawala. Kila barabara iko na watawala. Maeneo ya Kayole kuna watawala wa Kayole, kuna watawala wa Rongai, kuna watawala wa Ngong, kuna watawala wa nani wa Muthaiga, kuna watawala ambao wanatawala. Kila eneo liko na mtawala wake, na huyo mtawala ndio anadetermine ni nani atafaulu. Unajua umetoka Kericho, na Kericho hakuna customers wengi, na ulikuwa umefaulu sana mpaka umenunua maroli mawili, ukafikiria kubadilisha biashara uilete Nairobi, maana customer wengi ambao walikuwa nakuja Kericho kununua vitu zako wametoka Nairobi. Sasa ukasema wacha nifungue branch Nairobi ndio nikaribiane na customers wangu. Ukifika Nairobi, maana haujakubalishwa na wazee wa Nairobi, the demons za Nairobi zinakamata biashara yako. Una lori yako ikiwa katika Kenungi ilikata break ikaanguka na ikaua. Ukakaa kidogo ukasikia nyumba ilishika moto, nyumba hiyo building unakuanga ilishika moto ya stima ikachoma, nyumba yote ikaisha. Maana umeingia kwenye territory ambao haujakubalishwa. Maana mizimu ya Kericho sio mizimu ya Nairobi. Lazima upate kibali cha Nairobi, lazima upate kibali cha Kericho. Anasifiwe sana. Hivyo ndivyo mizimu operate. Sasa kama hapa wakati tulifungua kanisa, walitumwa
wakakuja wakajipanga, wengine wakakuwa security yangu, wengine wakakuwa maasha, wengine wakaingia hapa wakiwa mafinancia, wengine wakaingia hapa wakiwa praise team, wengine wakaingia hapa wakiwa intercessor, wengine wakaingia hapa, kila position ambao nilianza walikuja na wakakamata. Sasa nikiwa sina spirit of discerning, nitakosa kuwaelewa, na wao watanishika polepole, wabadilishe huduma yangu ikuwe ya ama waniue. Wakiona siwezi kubadilika, wananiua. So kile kitu husaidia. How do you get to know? How do you understand the demons are around you? It is by discerning spirit. Uinue kiwango chako cha kuelewa jinsi Mungu anafanya. Ukuwe na ukaribu wa Mungu. You get the power of the Holy Ghost. Ukuwe na power and the authority that you are able to discern everybody. Mtu akiingia hapa, wale sasa wakiingia tu kwa ofisi yangu, mimi najuanga immediately, najua huyu ni mchawi na nitadili na wewe kama mchawi. Najua huyu ni mtumishi wa Mungu na nitadili na wewe kama mtumishi wa Mungu. Na that's why mimi Mungu amenisaidia. I have the capacity na kutembea na mchawi mwaka mzima. Nikikuita baby, na nikikuita darling, na mimi najua ni nyoka. Ile kitu tu ni kujua ni nyoka aina gani, inatembeanga kwa bag ama inatembeanga kwa mfuko. So nikijua inatembea kwa bag, nitaangalia how you position your bag. Sasa akili zangu zote zinakuwa kwa bag, si kwako. Ndio hiyo nyoka ikijaribu kutoa kichwa na shika mdomo na funga. Kuna gavana mmoja mama Kenya hii namjua. Na mnamjua, ni rafiki yenu. Huyo mama hakuna mahali anaendanga bila mtu mwanamke mwingine amekaa 2 seats behind her. Na hiyo bagi inakuanga na nyoka ya cobra. Na ni governor a presidential material. Bwana Yesu asifiwe sana. So huyu mtu mtafikiria ni popularity, ni kupendwa, anapendwa na watu. Lakini ako na kitu hapa ambacho kinafanya watu wanakorogeka. Akiingia kwa mkutano, ile nyoka yake inakamata anga ya watu. Kwa hivyo watu wote watazungumzia uzuri wako. So uchawi uko na frequency yake. Kuna wale monitoring wanachunga hapa area hii. Ndio unaona kuna mtu hapa anazunguka usiku akimwaga mafuta. Utakuta kutoka pale amemwaga mpaka kule kwa barabara. Kisha ameingia venye na kujanga na gari yangu, nikiweka gari yangu hapa mpaka mahali naweka gari, mpaka stairs pale napanda, utakuta kuna mafuta imemwagwa. Na mimi namjua ni nani. Ni huyu baba yetu hapa na Manyuro. Kwa nini? Kwa sababu huyu ufalme wake ni ufalme mwingine. Na sasa tukikuja hapa na sisi si wamoja wa ufalme huo, kile kitu wataulizwa. Sisi tuliwapatia mukae hapo mchunge, muji kusiingie mtu mwingine anaweza kukuja kupenya. So vita anaambiwa tuhakikishe huyo mtu ameondoka hapo. Sasa watamwaga mafuta, ukikuja kutafuta hapa, unatafuta unakuja mpaka pale chini, unatafuta unakoza, unaenda unajikuta university way. Mpaka nimalize kuhubiri. Ninapomaliza kuhubiri ndio unaenda. Na by the way si anaongea kwa YouTube. Kitu ya kwanza unaona mpaka building ni wapi. Unakumbuka nilikuwa kwa hiyo building. Maana kuna uchawi. Sasa mimi hawatapigana na mimi, watapigana na nyinyi. Ndio muweze kuondolewa, msikuje. So those are called the territorial masters who control an area. Bwana Yesu asifiwe sana. Na usipoelewa hiyo nguvu ya wachawi, usipoielewa, usipojua huyu ni mchawi, huyu si mchawi, maana mahali popote lazima utakutana na wao. As long as you are worshiping God, because they have been assigned to deal with you. They have been assigned to make sure hakuna mahali utaenda. So mahali popote kuna kitu wamekuwekea kinaitangwa monitoring spirits. Hizo monitoring spirits, they to keep you on toes. Na monitoring spirits zinawekangwa kwa anything. Inaweza kuwekwa kwa hiyo nguo yako. Hiyo nguo unavaa inaweza kuwa a monitoring spirit. Inaweza kuwekwa kwa hiyo pete yako. Inaweza kuwekwa kwa hiyo watch. Anything that you love. Hapo ndio watakuja waweke monitoring spirit. Ndio wherever you go they are able to monitor you, to know where you are, because there is a connection. Ile kitu wana activate connection.
Unaweza kuwa monitoring spirit wako ni mke wako, monitoring spirit wako ni mume wako, monitoring spirit wako ni mfanyikazi ambaye unampenda sana, yule anakupikia chakula. Monitoring spirit wako ni mfanyikazi ambaye anakuchungia ng'ombe. Monitoring spirit wako ni pastor mwenzako, yule pastor umetrust kwa kanisa, huyo ndio anasema huyo ndio pastor. Ni monitoring spirit. Bwana Yesu asifiwe sana. So monitoring spirit are not hinged on something that it is very special. Ati hii ni kitu ni laini peke yake. They can use anybody to monitor every move you are doing. And how do you monitor? How do you know they are monitoring you? You can only know they are monitoring you by being sensitive, by to have a discerning spirit. Kujua huyu mtu tuko na frequency zako na zake utasikia kuna kitu. And this can open only if you are a prayerful person and if you know how to fast and to depend on God alone. Otherwise watakuchukua, watakutumia, kisha watakuua. Na hata wale wengi wameingia devil worshiping, they didn't know how they got there. Walijikuta, maana tulishikana na huyu mama, maana niliona ni miji. Kumbe ni monitoring. Alitengenezwa sura mzuri, akajipaka mafuta mzuri for the attraction, because wananijua mimi, na mimi nikiona mwanamke ninasaga grisi za mguu zote zinakufaga. So watatayarisha mwanamke ambaye na yeye akikuja nikimuona nitaambia hao wengine, huyu alikuja saa 12 asubuhi, huyu alikuja saa 12, huyu alikuja saa 2, saa 1, saa 3, huyu amekuja saa 4. Lakini nitasema huyo mama, unaona huyo mama ako pale mwisho, mulete. Maana I'm sure already wakati nilimuona hivi already alinikamata. Na uchawi mwingi unawekwa kwenye macho. Wachawi wengi wanatumia macho. So huyu mama tu atahitaji tu eye contact mimi na yeye, na kutoka hapo ameshakamata. There is nothing I'll be able to do. Ile kitu nitatumana pale, boro nilete, unaona ule mama hapo kwa mwisho kabisa, nilete huyo, ni ametoka bali. Maana demon already zimeanza, zimenikamata. So akiingia kwa ofisi tutakaa masaa 2 matatu, hakuna kitu tunazungumzia. Na kuna watu wameningojea, walifika saa 1 asubuhi. Kisha tukimaliza ataniambia si tuende lunch, I can offer to buy you lunch. Nitawacha hawa watu wote, maana shanikamata. Anga yangu ameikamata na ameifunga. So sitaona hawa watu walikuwa hapa, nitakwambia hello, habari yako? Uko hapa leo? Oh, sorry. I'm not able to see you tonight. Wacha kuna mahali nimeitwa. In fact nimepigwa simu na Ruto saa hii. So wacha nikibia alafu nikuje. Kumbe Ruto ni nani? Ni mama. Maana anataka sasa kuniodoa. Nyinyi nyote mkasirike, mseme kwa mtigashoka rege. Because that was her purpose. Tukifika labda tukifika kwa hoteli ataniambia sasa niko na appointment nyingine. So wewe wacha wewe kunywa kachai na kuja. Maana ashakamilisha kazi yake. The main aim inakuwa tu wakuondoe from your territory, wakupeleke into their territory. Wakikupeleka into their territory wamekurecruit. Kitu kingine kinatumika ni nguo. Hizi nguo mnanunua. Kabla kuinunua iangalie. Hizo kofia mnanunua. Hizo chains na hizo earrings mnanunua. There are some that are dedicated. T-shirt inakuja iko na manani, mapicha hapa. Picha yenyewe iko mpaka ukiangalia vizuri utaona number 666. Ukiangalia vizuri utaona ni vitu vimechorwa kwenye hiyo t-shirt ni vya kishetani. Kuna earrings zingine wa mama mnafaa, ukiangalia utaona venye imekunjwa ni nyoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wengine wako na chain, ukiangalia ka chain hapa kakienda chini venye kamemalizia kamejikunja hivi, ni kanyoka kamekaa hivi. Lakini wewe haujui, maana wewe ulienda ukaona kitu kitamu, kitu kizuri ukanunua. Labda boyfriend yako alikuletea. Hajui yeye alinunua because alitaka kukufurahisha. Wengine kwenye gari, wale ambao tunanunua magari, ingia kwa gari yako hapa juu kwenye kioo kuna namba imeandikwa, number 2, number 3, number 5, number 8 hivi. Hapa karatasi ka white. Sijui ushaiona kitu kama hiyo? Wale wako na gari? Hapa kuna mtu wako na gari? Ushaiona? Yes.
Hiyo ndio namba ya Freemason. Hiyo ndio namba ya hiyo gari kwenye Freemason. Hiyo ndio contact yao. Bwana Yesu asifiwe sana. So this can only be understood by having the discerning spirit. Mimi wote wale wamekuja kwangu wamekuja kwa njia ya usherati. Kwa mimi nilikuanga msherati. Kama maka. Wote ambao wamekuja kwangu wanakuanga na roho ya usherati. Maana mimi mwenyewe nilikuwa msherati. So they will not attack you with what you don't have in you. Mimi ni kuokoka gahorerio. Nikatoka saa hii tena nitoke nje kidogo, nitarudi kwa hiyo ufalme. Maana huo ndio ufalme huko kwetu. My grandfather alikuwa na wanawake zaidi ya 30. My the great grandfather, huyu mwingine ambaye yako karibu, mwenye ambaye nimeitwa, alikuwa na 13. Mimi nimezaa na wanawake 20. Kuzaa sio yengine, kuzaa ni 20. Sasa niambie hawa wengine ni wangapi? Umeona? My father amezaa watoto 20 wale tunajuana. Kwa sababu kuna siku moja tulienda mazishi mahali fulani, nilimpeleka, lakini nikaona wale watu wamesimamishwa kama familia, nikaona hii ni sura yetu tu. Na walisimama watu kama 30 familia hiyo, na hatukuwa tunaijua. Sababu tulikuwa tunapendana naye, na nilikuwa na gari, aliniambia nipeleke mahali hapa Limuru, nikampeleka. Tukakaa kule. Sasa nikamuuliza huko ni kwa utokile. Haniabii, si kwa auntie, si kwa anko, si kwa rafiki. Haniabii ni rafiki yangu, ati huyu mseni rafiki yangu. Ananiambia wewe kila. Mimi nikanyamaza. Kukafanya masherehe, kukasemekana adishana ile shetaneti sheta mtumia huyo. Mami wote wakasimama. Na ukiona hii sura ni hii. Nikamuuliza ayakari aito. Kajira wewe ndiye kulio kile. Mimi nikanyamaza. Lakini kwa sababu niko na akili, nikafanya 1+1. Why? Because I origination yangu mimi, baba yangu na kwao ni familia za usherati kutoka my grandfather, great grandfather. Alikuwa na wanawake wengi, alizaa watu wengi. So hata mimi nilijikuta nikiendeleza program ambayo ilisetiwa kwetu. Most of us are in a program. The failures that you have in your life are in a program. Na sio wewe mwanzilishi wa program. It's a program that has been there for over 500 years. Na hiyo ndio maneno ya kuweza kujua how do witchcraft come to your life. Witchcraft inaingianga kanisani. Mchawi hata ingia na magunia na mapembe na vitu wamefunga hapa kanisani. Hapana, atakuja akiwa mchungaji, atakuja akiwa mwanamke mzuri mrembo, atakuja akiwa mzee wa kanisa, atakuja akiwa mzee kama huyu, atakuja akiwa kingdom financier, na atakuja mpaka akae kiti ya mbele. Na kutoka hapo inakuwa yeye ndio mzee wa kanisa. No mulika ragade mukafaga nake. Atakuja kuwe chiaredi wa kanisa. Atakuja kuwe kitu fulani in the church. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kitu sasa kama wale wametumwa kanisani, hasa kama leo, kama ninaona 8 hapa, wale wametumwa, kila mtu ako na assignment yake. Kuna mtu ametumwa watu walale. Utakuta unajaribu hata kufungua macho inakataa. Mpaka hata tukitafuta pegi, utaanza pegi inaruka. Because the spirit ambayo imewekwa hapa ni watu, huyo sasa responsibility yake ni kuangalia watu wamelala. Na kuna mwingine sasa ataingia kwa jamaa. Sasa unaona wewe jamaa amesimama hapo, utaona wewe jamaa nakimbia anapita huko napita huko, yani movement zake ni za ku-attract watu kwake. Ndio diversion iingie, msishike kile nawaambia. Kuna mwingine atakuja atatoa pesa zake, ni financier. Mkitaka kila kitu ndio hii, mkitaka ndio hii, because anataka in the position of influence ndio akamate uongozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Akisha kukamata uongozi, anaufanya uongozi unaoza, kanisa inakosa, the vision ambayo mlikuwa nayo inakufa.
Because the whole agenda is to kill the vision. The whole agenda is to divert you from, unaweza kuwa na kanisa hii, kuna kile niliitiwa na Mungu, kuna mpango ule, kila mchungaji, kila mtu nabii ambaye ameitwa, uko na purpose na reason uliitwa kwa nini. So what they target, sasa watatuma huyu mzee akuje tu make sure ameniondoa kwenye mpango, the target, the reason why God created me. Sasa atatuma finance, kama mimi ni mtu mlafi mpenda pesa, nitatumiwa mtu ambaye atanitoa kwenye ataenda anipatie pesa, maana mimi napenda pesa sana, anitoe aniambie kanisa ya Nairobi haikuagi na watu, kanisa ya Nairobi haina maana kwako, twende nikufungulie kanisa Mombasa na nitasimamia kila kitu. Kumbe mpango wangu wote na baraka zangu ziko Nairobi na purpose yake, na watanipeleka Mombasa na watanijengea kanisa, na kwanza kabisa watajaza kanisa, itajaa. Ikijaa sasa mimi nitafikiria nimefika na nitaambia funga ya Nairobi. Sasa wakiona nimefunga ya Nairobi na wameniondoa kabisa kutoka Nairobi, ile kitu sasa wakijua wamecut link ya Nairobi kule, wanafunga, watu wanaanza kutoroka kanisani. Kidogo kidogo skando inatokelezea, ulilala na mtoto, kidogo kidogo inatokelezewa na kitu kingine, umekula pesa ya mama mjane, kidogo kidogo kinatokea scandal after scandal, kisha ukule unapakwa matope. Nairobi ulifunga, hawezi kukuja. Now they plan how to kill you. This can come in form of your husband. Your husband can terrorize you, can make you uishe kabisa. Your brothers can be used to destroy you. Your sisters can be used to destroy you. Your own mother aliyekuzaa atakupangia na atakumaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. And once you are able to know and discern, huyu mwanaume amekuja na amekuwa rafiki yangu, who is this person? Huyu mwanamke amekuja na amekuwa rafiki yangu, who is this person? Mimi nikikujua na kuvurutanga karibu, na ukiona nimekuvuruta karibu ninakushuku. Kwa wale mnakanga kwa hii kanisa, ukiona nimekufanya rafiki yangu karibu sana, ninakushuku. Nataka tutembee na wewe, ndio discerning spirit in me, kwa sababu ya nimeshindwa kukudetect ukiwa bali, ninakuleta karibu. Sasa ukae hapa na nitakutemu miezi 2-3 nikikujua sasa, na goga hiyo nyoka iko ndani yako na kwambia kaa chini. Hiyo kazi ilikuwa umetumwa inaku. Mimi siwezi kukuachilia. Nita make sure anything that you are sent to come and do here, you will not do it and you will not go back. You can't go back. When with me, you can't go back. Waulize wachai. Muulize wewe mwenzako kama ni wewe ni mmoja ulikuja hapa kwa mchai. Muulize wewe mwenzako hapa. Muulize. Ulikamatwa. Muulize ulikamatwa. Waikaragire hata huko. Na ukataka kujua, hebu uangalie mtu wako karibu naye. Ukitaka kujua wengi wachawi, muone venye ameweka mikono yake. Wachawi utakuta amekaa lakini shikaje? Ama ameshikaje? Kuna vitu anaweza kushika, atakaa hivi. Sasa amekamata anga yako. Na nitajaribu kuhubiri, sitaweza kama Eva ya Mwiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Ama utakuta nikifanya deliverance, utakuta amejishika vidole. Yeye amekaa pale kando lakini amejishika vidole. Ndio unaonanga nikifanya deliverance ninaangalianga sana, ni mikono naangalianga nijue. Mwingine utakuta amekaa amefunganisha miguu zake, kwa sababu anafunga anga. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu muangalie mwenzako mwenyako karibu na wewe, ameweka miguu namna gani? Wow. Tusome kitabu cha Zakaria 4:6. How do we win this battle? At least nimekuexplainia the bigger part, how to identify and how to know who is a witch in your life. Let us look at Zakaria chapter number 4 verse 6.
Zakaria 4:6 inasema hivi, then he said to me, this is the word of the Lord from Zerubbabel. It is not by mighty nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. Who are you, O great mountain? Before Zerubbabel, you shall become a plain, and he shall bring forward the top stone amidst shouts of grace, grace, grace. Step number 1 to defeat it is to understand it is not by power. And to understand whatever you are fighting against, hiki kitu ambacho unapigana nacho si cha kutumia nguvu. Witchcraft, we don't use nguvu. Witchcraft, we use the Spirit of God. It is not by power, but by God, by the Spirit of God. So you must increase the level of understanding. Increase the authority in you, godly authority. Because you will never be able to win against a witch. Because a witch anaweza kuwa wewe ni mchawi, lakini uchukue uchawi wako, unaroga huyu, uchukue uchawi wako udeposit ndani ya huyu, huo ukioperate hapo, lakini ni yeye unaoperate. Uchawi ni wako, lakini uko ndani. Kwa mfano, wale wachawi wanakujanga hapa, wanakujanga kitu ya kwanza lazima waingie kwa choo. Kuna demon wana deposit kwa choo, wanazicha huko. Alafu wanakuja na demon zingine za kukamata mind za watu na mind za mtu ambaye anahubiri. Kisha wakati ikifika ni wakati wa deliverance, utaona amechomoka mara moja, ameenda kuchukua za vita, ndio akuje hapa azuie deliverance isifanyike. Bwana Yesu asifiwe sana. So mimi nawajuanga, nikijua amedeposit, ndio unaonanga wakati mwingine na pitanga lazima niende choni pite ya wanawake, ndio siingiangi, lakini kuna venye nafanyanga, lakini naingia kule na pita huko, naingia nazunguka hapo, naenda huko, because kuna vitu na cancel. Nimejua Mungu anameniambia fulani amedeposit, go and cancel. There is a way God has instructed me how to do it. I cancel it, I destroy them. So by the time watakapa atakuwa empty. By the time watajaribu kupigana hana kitu. Maana in the spirit I've been able to conquer them. I have been able to disorganize. I have been able to disorient them. Hawawezi kufanya kitu chochote. Wengine ukiangalia kwenye unakuta vitu vimewekwa big G. It is not a big G, si big G ya kawaida. Ni uchawi umewekwa kwenye hiyo kiti. Utakuta kuna vitu vingine hata viko na damu wameweka. Wengine katika zadaka, badala ya kuweka pesa, anaweka katishu kako na damu na anaweka hapo. Sasa wewe utafikiria ni pesa, ukienda kufungua unakuta kuna nini. Wengine wamezungumzia, wamepaka hiyo pesa vitu. Bwana Yesu asifiwe sana. So wewe ukichomoa pesa ati mtu alitoa sadaka ni pesa, si pesa, ni uchawi ya kukausha pesa zako. Sasa ukienda uziweke pamoja na zako, unakaukiwa. So that's what I'm telling you. It is not by power. It is being able to understand na kujua what kind of witchcraft is this. Maana witchcraft, they are different according who carries them. Witchcraft, there are several. There are about 18 types of witchcrafts. Ni gani hii ni gani? Kuna witchcraft lazima ubebe kakitu, na kuna witchcraft ya ulimi. Kuna witchcraft ya macho, wengi wanatuwekeanga kwa macho. Na kuna witchcraft ya matiti. Na kuna witchcraft ya private part. Kuna mwanamke unaweza kuigiza tu kutoka hapo maisha yako kwisha. Dukaigwa kwa kuando gashoka kwa kulege. Bibi yako anakupigia simu na unamuuliza takataka ng'ombe hii ya ngau. Unasema ulikuwa bibi ya nani? Nani wewe? Sele. Anapatia mtoto wako. Dad, wewe kwenda tafuta baba yako. Mimi si baba yako. Na nikuigia tu uliingia ukakamatwa. Unaona watoto wako hautaki kuwaona kabisa. Hutaki kuwasikia. Hutaki kujua. Hutaki kuwaona. Ephesians 6 verse 10. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana
na katika uwezo wa nguvu zake. Mmenielewa sasa? Ni katika Bwana. Muendelee kuwa hodari katika Bwana na katika nini? Nguvu zake. Maana wewe hauna nguvu zako, hauwezi kumshinda mchawi. Wachawi wataweka hilisi kwenye mlango, kwenye gate wataweka, kwenye pale wanakujanga. Lazima kuna mama najua hapa ni hodari sana kuweka pale kwenye mlango, na mwingine anang'ang'ananga sana mpaka afikie akalie ama aweke kitu hapo. Kuna wengine wanakujanga alale tu hapa, aache kama amewacha hilisi zake. Sasa kukiwa madhabahu hii haina nguvu, haina watu ambao wanaipigania, hiyo hilisi yake itakaa na itafanya kazi. Sasa lazima ukue hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Maana hauna nguvu za kushindana na uchawi, hauna nguvu za kumweza shetani. Verse 11, hauna nguvu za kumweza hata kidogo. Maana they are superior, because whatever they do in the spirit. They don't do them in that you can be able to see in your eyes. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Vaeni silaha zote, si moja, silaha zote za Mungu ndio muweze kuzipinga na kufaulu kushinda hila zozote za shetani. Hawezi kushinda kwa mdomo tu. Nakemea hakuna. Maana hata hawa wanazunguka watatoa domereli, lakini domereli ni uchawi. Utaona amezunguka hapa, amezunguka, lakini ni uchawi. Maana ashakamatwa na yeye hata jua ni uchawi anasambasa. Maana alikamatwa bila kujua na ikawekwa. Maana ninampenda, kwa mfano tuchukue huyu mama, ninampenda huyu na kanisa yote inajua na wachawi wanajua nampenda huyu mama. Sasa hawatakuja kwangu, wataenda kwa mama, watamdeposit. Akikuja tu atanisalimia, yeye ndiye ataniroga, si wale. Mnanielewa? Yeye sasa ndiye ataniroga. Wanaweza kuchukua kitoto changu kile napenda sana, wataenda wa deposit kwa mtoto wangu. Sasa watatumia mtoto wangu kuniroga. Wewe unaongojea mama huyu unamjua yeye kwa kijiji ndio mchawi, unaongojea huyu akuroge ama mkutane na yeye akifanya maneno huko, lakini kumbe kitoto chako kilidepositiwa ndicho kinafanyanga ile maneno. Mikosi yako yote inatokana na mtoto wako. Mikosi yako yote inatokana na bwana yako. Bwana yako anakuja, uko na biashara, huyu ndio bwana yako, lakini amedepositiwa. So what he will do, atakuja tu akikukamata ile kitu walitaka kudeposit, wana deposit. Sasa wewe unaongojea huyu mama mchawi, ndio una time mpaka umefunga milango yote, umeenda mpaka katoloni, umefunga kila kitu na umemtaja kwa majina. Maana Biblia inasema wataje kwa majina. Kumbe waliondoka, ni wajanja, waliondoka kwao wakaweka kwa mtu mwingine. Sasa wewe utakuwa unataja jina ya huyu, lakini mwenye nani? Mwenye uchawi ni huyu. So you are fighting a war you cannot be able to win. Bodi yangu, the board iko na wachawi. Juzi hapa kuna mama alikuwa karibu, alianguka, alizirai wakiwa kwa board. Alizirai, kaanza kutoa, kafunga, hewa ikaenda. Bwana siwe sana. Ukiingia hapa kanisani utakuta mpaka asha kunao wachawi. Wale watu naona ni wakaribu sana, watu wa maana kwangu, utakuta wawili kati yao ni wachawi. So it is upon me to be able to be upright with God. Maana hata nikitoka hapa niende kwa board America na kuprogramiwa wachawi, nitakutana na the same characters, nitakuta America wananingojea. Nikitoka hapa niende Israel, niende nifungue Israel, the same characters nitawakuta huko nao wakiwa ndani ya wazungu. Maana uchawi does not have a form. Uchawi does not have body. They use bodies. Sasa nikiingia kwa ndege wataingia na mimi, nikishuka tutashuka. Wao hawalipangi fare na hawalipangi visa. Wanakuhitaji wewe, kampani yako, waende, tuende na wao. Tukifika German ndio wananishikiaga bagi tukienda. Bwana Yesu asifiwe sana. Na niliweza kama nimekemea mapepo Kenya. Na unasema ati mapepo
Kenya ndio imenisubua, lakini nikifika huko it doesn't matter, itaenda na mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani, kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama. Maana uchawi hauna nyama, uchawi hauna damu. So we are fighting against principalities, we are fighting against unseen forces. Si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka. What we are fighting against ni falme. Falme, it is kingdom. Kingdom is not physical. Kingdom, it is the king. Subdivide king, uweke dom. It is king, but dom is dominion. Dominion ni nini? It is the spirit behind the king. So Ruto is the king, but spirit yake ni gani? Mumeiona power ya spirit yake? Imepeleka mtu nyumbani na hajaogea, lakini mtu wako, nilimwona Kirinyaga akisuguka huko akiuza madisi. Ni juu ya falme na mamlaka. Falme ni kingdom, is a spirit, and mamlaka ni principalities, authorities. So you are not fighting against a human being. You are not fighting against something that is physical. You are fighting something that is not physical, but very powerful, very controlling, very dangerous in your life. So ni mamlaka juu ya wakuu wa giza hili. These kingdoms na hizi falme ni juu ya nini? Wakuu wa giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kwenye giza kuna wakuu, kwenye giza kuna falme, kuna wakuu, the leaders, people that are operating from the darkest parts of the world. Bwana asifiwe sana. Juu ya majeshi ya pepo. Kwa hivyo mapepo yako na majeshi, there is an army. Mapepo ndio wale mzee aliambia Yesu, we are a region, tuko wengi. Hilo ni jeshi limewekwa kutorment, kukumaliza. Ni jeshi limewekwa kukuhangaisha. Litakuhangaisha kupitia kwa watoto, litakuhangaisha kupitia kwa biashara, litakuhangaisha kupitia kwa huduma, litakuhangaisha kupitia chochote kile. Na wanalete mpaka magonjwa. Utakuta unatibiwa kansa, lakini it is not a medical cancer, ni kansa ya mapepo. Unatibiwa ukimwi na hauna ukimwi, lakini ni pepo la ukimwi. Ukiobewa linatoka. Lakini utakunywa madawa ya ukimwi, utakunywa madawa ya kansa, until you only come to realize they have been treating a wrong disease. That is when you know when they have been treating misdiagnosis. Misdiagnosis is because of the demons. Watasema huko na typhoid. Ukienda hapa hizi kliniki zote za Nairobi, lazima either upatikane na H pylori, typhoid ama nini, ama malaria, na haujasafiri. Nairobi we don't have malaria. Murang'a hakuna malaria, Kiambu hakuna malaria, lakini utaambiwa uko na malaria na kule ulienda ni Murang'a. Malaria inatoka Western na Mombasa. Lakini Nairobi, ukiona mtu ako na malaria Nairobi alikuwa amesafiri. That is why they ask for history of travel. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini watakutibu H pylori na hauna, because the demon zimediagnose leo ukuwe na H pylori. Ukienda kwa daktari mwingine, demons zitasema ni sukari iko juu. Wakienda kwa huyo, kwa daktari mwingine, demons zitasema ni malaria. Ukienda kwa daktari mwingine, demons zitasema ni gatema. Geta gatema. Nikafuresha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ni vizuri, kabla ukisikia kuna kitu kinafanyika katika maisha yako, ni vizuri sana look first for the spiritual intervention to understand what could be behind this so that is happening. Biashara yako imeanza kwenda chini, before you start running up and down, look for spiritual intervention.
ndoa yako imeanza kubingirika, don't just rush at it. Just try. Ukiona bibi mmekosana, ameanza kukujibu, wacha kumjibu, tulia, because there is something behind her. Utakuta mwanamke mwenye hakurudishiangi, hakujibu hata kidogo, ni mwanamke mzuri, lakini ile neno amekuachilia mpaka unarudi nyuma, unasikia huo ni upepo, ni kiruhuho hot kinakuchoma mpaka unarudi nyuma, mpaka unamuita jina umuitagi, anaitagwa Milika na umuitagi Milika, unamuitaga jina Karaja mpaka unamuita Milika. Yo kwa kuoneta tajejetie niwe kana no tondoro na tariu we ni umenyerete muno riu ni ukomenya gwitu gutie ni to gitanda giakwa kirio gwitu kiria wega juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. So si ulimwengu huu wa kawaida, ni ulimwengu wa roho. Roho Wakikuyu roho roho juu ya ulimwengu ya Wakikuyu ya roho. So this isn't something that is physical. Sio kitu unaweza kuguza. So unahitaji to discern. Unahitaji kuelewa, ukwe na Mungu, kuelewa. Na kuelewa kwako kunahitaji the spirit of God around you. Kwa sababu hiyo, twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushinda siku ya uovu. Wakati watakuja kukuvamia, wakati watagonga meza yako, wakati watakushambulia, wakati watakuangalia na jicho, unaona hii jicho ni nyoka. Unajua kuna venye mtu atakuangalia na kuangaliagi, anatoa jicho na ulimi inatoka nje, unajua hii ni kobra. Mara moja straight away kama nyano ni kobra, unadili nao. Sasa ruka nyuma, maana atakurushia mate. Kwa sababu hiyo, twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu. Maana hiyo ndio ilikuwa siku yangu ya uovu. Kama singejua ningeshindwa. Kama maana mimi nampenda Mungu. Anything that is prophetic, I listen to it. I love my God. Kule amenitoa, gai wako kule adutete. Mimi amenitoa kubaya. Mimi nimeenda kwa shetani, nimekaa, nimejenga nyumba na nimetoka. Bwana Yesu asifiwe sana. So I love my God. Anything that is pleasing God, I'm there. So they knew, wakimtuma na njia hiyo nitamchukua. Na walitaka tu niende kwa bed. Hiyo tu niguze kisha mimi. Kwa sababu hiyo, twaeni silaha zote za Mungu mpate kushinda, mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiishi kuyatimiza yote kusimama. Halo. Kutimiza gani? Yote katika hali ya kusimama. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo it is a continuous process ya kusimama na kupigana na hawa watu. Kikuja kwa njia hii gonga, hata kama ni rafiki yako, hata kama ni mama yako, hata kama ni mke wako, hata kama ni mume wako, hata kama ni mtoto yako, akikuja na ujue na udisani, hii ni njia ya shetani, gonga ni kama nyoka. Toa kwa mbele yako, mwambie. Yesu alimwambia Peter, get out of my back. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is how to win this battle. Usikuwa ati wewe ni rafiki wangu, ati huyu ni nini, ati huyu. Hapana. Kuna watu unafikiria ni rafiki yako, lakini ile kazi anakufanyianga at the back. Mwali na wetu radio na weather isi no tugetigana nawe na kuja urajabia kujabia. That is what has destroyed families. Mama ni mzuri, hakuna, yani ukimshika na Biblia hivi ameelewa. Ukimshika kila kitu anaelewa, mambo ya kiroho anaelewa. Lakini kile hakitokagi kwa mdomo yake ni moshene. Atapigia huyu simu, atapigia gwakwagioka aroka kuhoya ndeto na ndeto cioyo. Todo akorogo na spirit ya ngoma ya kuraga andu. Bethel Clouds TV, empowering